Hello, this is Algo na hii ndo channel ambayo tutakuwa tunatumia sasa hivi. So leo tutaongelea about candlesticks. Hivi vitu ambavyo vinaonekana hapa. Sawa? Tutaongelea three types of candlesticks. Lakini kabla ya kujua candlesticks zote tatu itamaanisha lazima tujue candlestick ni nini. Hii ni graphical representation ya price and time. Kwamba kwa upande huu tunakuwa na price, kwa hapa chini tunakuwa na nini? Na time. Sawa? Kwa hiyo graphical representation of time and price inarepresentiwa hapa. Kwa maana gani? Kwa maana muda price ilipofungukia itaonyesha kama opening price, muda ambapo price itakuwa ni kiwango cha chini itaonyesha hiki ni kiwango cha chini, muda ya price ikiwa kwenye kiwango cha juu itaonyesha ni kiwango cha juu na closing price yake. Sawa? Hivyo tuna sehemu kuu nne za candlesticks. Sawa? Ikimaanisha nini? Sehemu hizo nne zitakuwa zina represent ama zitakuwa zina rekodiwa kwenye lisali moja. Kama upo kwenye time frame ya lisali moja, kama upo kwenye time frame ya masaa manne, the same applies. Itakuwa ni hivyo kwamba kwenye masaa manne hayo kipi kilikuwa kiwango cha juu, kipi kilikuwa kiwango cha chini, kipi kilikuwa kiwango cha kufungulia ama kufungia. So, kwa sababu gani tunatumia candlestick? Tunatumia candlestick kwa sababu tunapata sehemu kuu nne za candle. Hatutumii hizi taarifa za line graph ama line chart kwa sababu haitupi information ambazo tunazihitaji kwa ufasaha zaidi, kwa sababu hapa tutakuwa tunaonyeshwa closing price peke yake lakini sio opening price. Hivyo, kwa kuelewa zaidi ama kwa kukusanya data nyingi, lazima tuelewe nini maana ya candle na tupate information nyinginezo. So, kwa kuwa tumeshajua hizi ni graphical presentation of time and price, basi lazima twende kuangalia kuna namna ya kwanza kuzisoma hizi candlestick na kujua zina information gani. So, tutaenda direct kwenda kuangalia jinsi ambavyo zinaleta maana na jinsi ambavyo unaweza ukaisoma story yake. So moja kwa moja tutaenda kudive kwanza kuangalia part za candlestick. Alafu kisha tuende tuangalia three types of candlestick. Sasa tunaanza na this red candle na this is a bullish candle. Red candle inamaanisha nini? Kwamba price ilifungukia hapa ikaja ikafungia hapa. Sawa? Kwa hiyo itakuwa na part kuu nne ambapo tutasema hii itaitwa the highest price. Sawa? Kiwango cha juu cha bei, the high. Hii itaitwa nini? The opening price. Kwamba price imefungukia hapa juu inashuka chini. Sawa? Hiki ni kiwango cha chini cha bei ambacho tunaita the lowest. Kwa tutaita the low price. Hapa pia tutaita the closing price, mahali ambapo price imefunga na nyingine tuna expect hivyo ianze hapa. So huku pia kwenye hii candle tutakutana na scenario hiyo hiyo. Hii itakuwa ni kiwango cha juu, no matter hii ni bearish na hii ni bullish. Hiki kitakuwa kiwango cha juu kama kawaida na hiki kitakuwa ni kiwango cha chini ambacho tutakiita the lowest price. The only difference ama tofauti ambayo inapatikana ni hapa ambapo opening price ya bullish candle inakaa chini kwa sababu candle inakuwa imefungulia huku chini, inapandisha kuelekea upande wa juu, na hii hapa ndo the closing price. Sawa? The closing price. Kwa hiyo hivyo tuna sehemu ya kwanza ya kuijua the highest price, kuna sehemu ya pili ambayo tunaita the opening price, sehemu ya tatu ambayo tunaita the closing price, na sehemu ya nne ambayo tunaita the lowest price. Lakini kuna part ya msingi ambayo ni hii hapa katikati, hii body ya katikati. Hii ni body ambayo ina carry information kubwa. Sawa? Hii tunaita the body. Sawa? Ni body. Body ya candle kama hapa, na hii pia ni body. Sawa? So body ya candle ikiwa ni nyekundu tunamaanisha kwamba inashuka chini, na body ikiwa ya blue inamaanisha nini? Inapandisha juu. Sawa?
So kwa kupata information hiyo, lazima tuendelee kudive in ili tupate kujua sehemu kuu na jinsi za kuanza kuzitambua candle na kuanza kuzisoma candle. So, nini ambacho tunahitaji? Tunahitaji kujua kwamba kuna sheria za kusoma candle. Nijaribu kuandika hapa sheria za kusoma candle ambazo sheria namba 1 itakuwa ni nini? Sheria namba 1, sorry mwandiko umekuwa mkubwa kidogo, to reduce. Sheria namba 1 tunasema tunasoma candle baada ya candle kufunga. After candle close. Sawa? Huwezi ukadefine candle kabla haijafunga. Kwa hiyo lazima uiachie candle ifunge ili upate kuitambua hii ni candle ya aina gani. Namba 2, utaangalia body. Sawa? Body ni hii hapa. Hii body itakupa information kujua kwamba hii ni type gani of candlestick na inakupa information gani ya msingi ambayo inabidi uiangalie. Sawa? Tutakutana na sehemu ya 3 ambapo ni nini? Wicks. Wicks ni hivi vimikia. Sawa? Mkia unakuwa na information kubwa ambayo inaweza kukupa picha mpya kwenye nini? Kwenye soko. So, tuangalie na kitu kimoja cha mwisho alafu tu dive into types of candlestick. No matter the color of the candle, sawa, haijalishi ni candlestick ya aina gani, lakini upande wa juu wa wick, upande huu hapa wa juu tunazungumzia the price above the highest price, kwamba eneo la juu ikizidi hili eneo la nini? La highest price. Huku upande wa juu, huu upande tunauita the buying side, sawa? Upande unaitwa nini? Buying side. Na huu upande wa chini, huu unaitwa nini? Selling side, sawa? Kwa twende tuangalie hapa kitu ambacho nakimaanisha ni nini. Kitu ambacho nakimaanisha ni kwa mfano kwenye candle hii hapa. Upande wa juu huu tunauita the buying side, upande wa chini huu tunauita the selling side. Hii ina apply kwenye candlestick aina zote. Sawa? Kwamba upande wa chini wa candle tutauita buying side, upande wa juu wa candle tutauita the selling side. Sawa? Kwa maana gani nasema hivyo? Tukiwa tunaangalia setups za okay, let's stick into our lesson first, alafu tutafika huko ambako tumepanga kwenda kujua types of candlesticks. Sawa? So, tayari tumeshajua candlestick ni nini na jinsi ya kuzisoma, kwamba tutaangalia baada ya candle kufunga ndio tutaanza kudetermine hii ni candlestick ya aina gani, alafu tutafuatiwa kuangalia body ya candle, alafu tutafuatiwa kuangalia wick ya candle ili tupate kujua ni candle ya aina gani. Sawa? So, majorly tunasema tuna candlestick ama candlesticks za aina 3. Sawa? Tukianza na candlestick type 1, ambayo candlestick type 1 tutaita the giant candle. Kwa mfano hii hapa, sawa? The giant candle. Ama tukienda kwenye chart yetu kuangalia giant candle, ni candle kama hii. Candle kama hii. Candle ambayo ina body kubwa. Hii ni giant candle na wicks zake ni ndogo. Sawa? Kiangalia hapa wicks ya kawaida, wicks ni ndogo. Hii tunaweza tukaitafsiri kama a giant candle. Sawa? Sasa kama hii hapa mfano mwingine, this is a giant candle, this is a giant candle, the giant candle too. Sawa? Hiyo ni giant candle. Candle ambayo imekuwa characterized na nini? Na body kubwa. Candle ikiwa na body kubwa inamaanisha ni nini? Inamaanisha momentum yake ya kupanda juu ama ya kushuka chini ni nini? Ni kubwa. Kwamba kunakuwa na wimbi kubwa la price kufanyeje? Kupanda. Momentum inakuwa kubwa, volume inakuwa kubwa, kuhusiana kusema kwamba buyers wanakuwa wengi ama sellers wanakuwa wengi. Je, candle hii inatupa information gani? Sawa? Candle hii inatupa information 2 mpaka 3. Ngoja tuziangalie hapa kwa haraka. Tutasema
hivi, alafu tushushe mpaka 15, 16. Okay, kazi ya kwanza ya hii candle, sawa, breaking into buy or sell side, sawa, kwamba hii ni candle ambayo ina break into buy or sell side. Kazi yake ya pili itakuwa ni nini? Start a new trend, kwamba itaanzisha mwanzo mpya ama ita end nini. Kazi ya tatu ita end nini? Ita end the trend, sawa, kwamba tukianzia hapa kwenye kazi ya pili kwamba ina start a new move, inamaanisha kitu gani? Kwamba hii candlestick inaweza ikapia mwanzoni mwa trend, sawa, ikapia mwanzoni mwa trend kama ambavyo inaonekana kwenye kila mwanzo wa uptrend tulikuwa tunaiona hiyo inatokea, sawa, inatokea. Lakini pia vile vile haimaanishi hapo tu, inamaanisha pia inaweza ikawa ni the end of trend, kwamba mwishoni mwa trend husika ama kitu ambacho unakiangalia kinaweza kikawa kimefikia mwisho ama kinaendelea kufikia mwisho, kama ambavyo tunaiona kwenye upande wa nini, wa sell. Tunaona kwenye hii trend ndogo hapa ya kushuka chini, pullback tuseme, hii ilikuwa ni candle ya mwisho, sawa. Hapa tunakuja kuona scenarios kama hizo, sawa. Sasa okay, tunapata tayari contradiction kujua ni mwanzo ama ni mwisho, sawa, mwisho wa trend, sawa. Kitu kingine ina break into buy side or sell side, kwamba nilishazungumzia candle inakuwa na nini, buy side na sell side. Tukiwa tunazungumzia hiyo scenario, tuipe mfano hapa. Insert, tutaingiza object, tukisema kwa mfano hapa, this was the candle ambayo ilikuwa na buy side, nilikuwa na sell side. After this candle kuja kuingia kwenye upande wa buying side, sawa, na kutengeneza some sort of bullish engulfing, tunasema hii candle tunaita giant candle ambayo imebreak into nini, into buying side, sawa. Au kama kwenye scenario kama hii hapa, tutaenda kuangalia candle ya tofauti na trend ambayo itakuwa ni nini, ni hii hapa ambayo itakuwa imefanyaje, imevunjwa nini, upande wake wa buying side, sawa. Kwa sababu gani nilikuwa nazungumzia buy side na sell side? Ndio tunakuja kuiona hapa. Nasema okay, kwenye candle moja kuna kuwa na upande wa buy side, upande wa buy side huku juu, na kuna kuwa na upande wa sell side huku chini. Tunapokuja kuona kwamba candles zinagoma kushuka chini kwenye upande wa sell side, inamaanisha ni nini? Price break into buy side inakuwa na break na the giant candle, sawa. Kwa hiyo hii ndo kazi ya giant candle, ku break into buy side or sell side, kisha kuanzisha move mpya ama ku end hiyo move, sawa. So according to that scenario inamaanisha ni nini? Sasa tunakuja kwenye kazi ya nne ambayo ni very very potential, kwamba tukiona hii candle, the giant candle, basi tunasema do not trade, do not trade. Kwa sababu gani nakwambia do not trade? Nakwambia do not trade kwa sababu kwamba baada ya kila candle ya giant tunaona move ilikuwa ina push on the downside. Sasa kama uliona this candle, it is buying and the pressure it is high, sawa, hujakosea. Lakini the moment unasema unaingia kubuy, una follow this lead, ni kwamba inakukataa. The moment labda ukaona the giant candle ya bearish, ukachukulia kwamba this is the bearish move, ukasell, inakukataa. The moment ambapo ukaona this giant candle inakuwa ni kubwa, ukaamua kusell, ukaamua kubuy, itakurudisha hivi nyuma kidogo. So kama ulikuwa in a way full in the market, inaweza ikakukata hapa mpaka hapa. Hii movement inaweza nikawa ni kubwa, mtaji wako unaweza usiwe na hold, sawa. So that's first, kwamba we do not trade after the giant candle, sawa, kwa sababu it is a trap, sawa. Okay, so tutakuja kwenye sehemu ya pili ambapo tutasoma candle nyingine ambayo tunaita the rejection candle.
The rejection candle ni candle ambayo imekuwa characterized na long wicks. Sawa? Jaribu kufuta hapa ili tupate rejection. Tupate rejection candles ambapo tutaweka 22 black. Tutasoma sasa hivi kitu tunakiita rejection candles. Rejection candles ni candlesticks za aina gani? Ni candlesticks ambazo zimekuwa characterized na long wicks na bodi ndogo. Kama kawaida ilivyo sheria ya kusoma candle, tutasoma candle tukiwa tunaangalia bodies na wicks. Kwa hiyo tutakuja kwenye candle kuangalia kwamba hizi ni candle ambazo zinakuwa characterized na long wicks. Sawa? Candle ambazo zina wick ndefu kupita maelezo na bodi yake ikiwa ni nini? Ikiwa ni ndogo. That is to say, sasa hapa ndipo doji zote zinakuja kukaa, kwamba tutakuwa na labda pin bar au gravestone doji, a dragonfly, pin bar, vitu kama hivyo vyote zina range kwenye the nini? Rejection candle. So why rejection candle? Rejection candle mostly zinatokeaga by the time price ikiwa inafanya nini? Retracement. Sawa? Kwamba price inapovunja labda into buying side or selling side. Tumetoka kuzungumzia kitu kimoja kwamba let's assume we have a candle. Let's assume we have the candle. Sawa? Kwa mfano wa hii hapa, ambayo itakuwa ni candle yenye mikia ya kawaida. Sawa? Ambapo tulisema upande wa juu tutauita the buying side, upande wa chini tutaita the selling side. Kisha tukaja tukaona kwamba hii buying side yake imekaa hapa. Sawa? Ili eneo la juu, the buying side. Sawa? Tunasema candle ambayo ipo responsible kwenye kuvunja ni candle gani? The giant candle. Ambayo the giant candle tutakuwa tunai-expect vipi? Tutakuwa tuna-expect kwamba price ikija kuvunja upande wa buying side, inamaanisha itavunja na the giant candle. Sasa kwa kuwa tumesema we don't trade after the giant candle, inamaanisha kitu gani? Kwamba we must wait for the confirmation, ambapo sasa hapa tutakuwa tunasubiria zone yetu hii ije kuwa retested. Sawa? Kwamba ndo hapa tutakapokuja kuangalia the rejection candle, ambayo rejection candle might happen here. Sawa? Rejection candle might happen kwenye kipande kama hiki, kwamba ije ku retest on the buying side of the candle. Hii scenario hii hapa. Sawa? Hii itakuwa ni candle ambayo inatuambia kwamba this is a confirmation candle ama entry candle. Sawa? Kwamba rejection candle ni candlesticks zenye tabia ya kuwa na wicks ndefu. Inamaanisha nini? Kwamba price baada ya kuvunja into buying side inakuja ku retest, na kisha sellers wanakuwa wanakataliwa, wanakuwa wanavutwa juu ili kutengeneza nini? The rejection, kwamba sellers wanakuwa wamekataliwa. Sawa? So rejection candle, it is the candle that tunaitumia mostly kwenye entries. Hivyo ndo maana tukienda kuangalia on our charts, sawa, tunakuja kuona scenario kama hizi hapa, sehemu ambazo zinakuwa characterized na rejection candle, basi huwa price inakuwa gonna push. Sawa? After this rejection maybe, we're just trading after the rejection. So I'm just trying kukupa information about candlesticks ili tukiwa tunaelezea the strategy on how to use the candlesticks uweze kunielewa. So what next? Hapa sasa hivi tutaenda kusoma the normal candles. Sawa? Kwa tumesema hizi candles zinatumika mara nyingi kwenye kufanyia confirmation za entry. Though most of the time tunapotumia the rejection candle maybe after a pin bar, maybe after a dragonfly or a gravestone doji. Sawa? Au crossbar, vitu kama hivyo. Sawa? Tunakuwa tunazitumia hapa ili kuangalia. Sasa lazima include hii
na method nyingine ambazo ni strategy. Sasa nitakuja kuwapa on the next video. Sawa? So by the time being tutasoma the normal candle. What is the normal candle? Hapa ndipo tutakapokuja fall into situation, tutaanza kuangalia a normal candle. Normal candle. Normal candles. Kwenye upande wa normal candles tunasema hizi ni candlestick ambazo body yake ni ya kawaida na wicks zake ni za kawaida. Hii tutaita the normal candle. Kwenye mfano huu hapa tutaenda kuangalia which are the normal candles. Candle kama hii hatuwezi tukaita rejection, sawa? Kwa sababu body yake ni ya kawaida na wicks zake ni za kawaida. Candle kama hii huwezi ukaita rejection kwa sababu body yake ni ya kawaida, wicks zake ni za kawaida, sawa? Candle kama hii. So kwenye uwepo huo inamaanisha nini? Kuna normal candle ambazo normal candles kazi yake ni kuonyesha momentum. Sometimes nazo zinakuja kufanyeje, kuja kuretest, kwamba hizi zinaweza isiwe issue sana, lakini zenyewe zinaonyesha momentum, kwamba still the momentum is there, lakini haiko na nguvu kubwa, sawa? Kwa kwenye mfumo wa pullbacks zinavyofanyika, most of the time tunapata pullbacks ambazo zinakuwa na nini, na normal candles, kwamba ikimaanisha pullback inafanyika lakini hatuna mwendo mkubwa kwenye upande wa pullback, sawa? So that's fast. Kwa hiyo hapo tunakuwa tumecover kipande kikubwa ambacho kinaelezea the candlesticks. Then what next? Hapo itabidi tuanze kufall into strategy. Ni wapi pa kuangalia hizi candle na ni wapi ambapo tutapata confirmation nyingine. So tutafanya zoezi moja la kwenda kutaja candlesticks ambazo zinapatikana, sawa, kwenye chart. Tukianza na hapa, this is a giant candle, this is a normal candle, a normal candle, this is a normal candle, a normal candle, a rejection candle kwa sababu ya wicks, a rejection candle, a rejection candle kwa sababu long wicks. Hii ni giant candle, hii ni normal candle kwa sababu body yake ni ya kawaida. Hii utaita rejection candle kwa sababu gani? Wick imeizidi body. So kwenye scenario kama hizo, hivyo ndio jinsi ambavyo tunasoma candlesticks, sawa? So thanks for watching. This is part 1. Tutakuja na part 2 kuchimba zaidi the information ambazo tunazipata kwenye candlestick na jinsi ambavyo tutazitumia kwenye kufanya application ya kusoma price action. So kindly naomba subscription yako ili tupate kusupport na tuweze kufika mbali. This is a new page, so please like, share, comment ambacho unawaza nini ambacho tukifanye kwa ubora zaidi, alafu tutaangalia namna ya kurekebisha. Thanks for watching. This is Algo, but please kindly nakuomba usubscribe kama hutojali if you find this helpful. So thanks for watching. This is Algo.